kwa Kiswahili fasaha huwa na vitunzio katika midomo yao, wanazitumia kwa kuweka chakula. Rangi ya panyabuku huwa ni rangi ya kijivu, wengine huwa na rangi ya kahawia juu na nyeupe chini ya tumbo. Panyabuku hula matunda, hula makokwa, hula mizizi, hula wadudu watambao. Panyabuku hutumika katika kitoweo. Kuna baadhi ya klipu ambazo zinaenea katika mitandao ya kijamii zikionyesha shuhuda ya kuwa panyabuku ni kitoweo. Msimulizi wako ni Mbaka Beston Mbaga. Ulisi wetu tuwarisishe wanetu. Star TV. Tourism Nature. Urithi wetu tuwarisishe wanetu. Tumerudi wewe ambao ndo kwanza unafungulia TV yako, namba zetu zinapita hapo chini, unaweza kutuachia maoni. Mwambie na mwenzio ya kwamba Baba Bora right now on air. Tumetoka kwenye Tourism Nature na tumetoka kumtazama mnyama panyabuku mwenye mkia mrefu. Nafikiri umejifunza vingi kutoka huko kwa yule anayefanya narration, amekufundisha vitu vingi sana. Tunaendelea na show. Demitila, karibu sana kwenye show. Asante. Hapa waga wanakaribishwaga tena na tena kwa sababu kila tunaporudi ni kukaribishana tu. Demitila una madini sana. Tunarudi sasa kwenye malezi sasa hapa. Tulikuwa tunasema mtoto wa kiume amesaulika. Lakini kwa upande mwingine naweza nikakuuliza hili swali. Unaonaje kwa wao watoto wa kike? Na wao wamesaulika kwa sababu hata hao watoto wa kike sasa hivi kwenye ndoa zao wamekuwa wana mabawa kama ulivyokuwa unasema mwanzoni kwamba ni wanawake wengine wanajisahau kuparticipate kama wanawake. Lakini kuna hao sasa hivi sasa hao watoto wa 2000 kuja juu huku wa 90 kitu kuja juu kama ulivyokuwa unasema. Wao pia wameshindwa kuzienda familia zao. Yaani wamekuwa ni wanawake wenye misimamo mikali mbele ya wanaume wao na hawakubaliani na wanaume zao kile wanachokisema. Wao unalionaje? Na lenyewe ni malezi au ni hao watoto wanajisahau wa kike pia? Asante ndugu mtangazaji, kama nilivyosema tokea mwanzo, yani linapokuja swala la familia bora, ujenzi wa familia bora, kila kitu kinaanzia kwenye familia. Na tumeambiwa kwenye Biblia kwamba ili hali kama msingi ukiwa mbovu, hauwezi kujenga nyumba iliyo imara. Huyu binti ametoka kwenye familia aina gani? Amekuwa anaona nini kwenye familia yake? Lakini pia tufahamu pia mtizamo wa ndoa uliokuwa tukiangalia watu wa nyuma kabla ya 2000 hapa. Sasa hivi mtazamo wa ndoa nimeona tulipokuwa na kesi tunasikiliza, nimeona pia kuna mwingine kwenye ndoa anaingia kama fashion. Nataka niingie kwenye ndoa, lakini ndoa inataka ujiandae kisaikolojia, kiakili kwa sababu ndoa ni majukumu. Unapewa cheti kabla ya mwanzoni tu kabla sasa unapewa cheti. Sasa huko sasa kwenye ndoa inataka kujitoa. Ndoa inataka hizo kujitoa, hizo commitment, yani unataka na ndoa inataka unauza nusu ya uhuru wako. Kwa sisi wanawake Biblia ukiangalia kwenye Biblia imetuambia sisi tunatakiwa tukawatii mwanamke na akamtii mumewe. Kwa leo hizo chokochoko unazoziona kwenye ndoa, neno utii limekuwa changamoto kwa hiki kizazi chetu cha 2000. Na limekuwa changamoto kwa sababu gani? Narudi pale pale malezi. Lakini pia pamoja na malezi pia tumekuwa na masuala ya teknolojia. Sasa hivi kuna mtu anaangalia anataka ndoa yake aiendeshe kama alivyoona YouTube. Kumbe kwenye context ya ndoa, kila ndoa ni unique. Kila ndoa ni unique namna yake kwa sababu kila mtu mnakutana kwenye ndoa watu wawili, tumeelewa mazingira tofauti. Na kila ndoa inakuwa operate tofauti. Ndoa sio kama serikali kwamba mwenyekiti wa kijiji fulani ataoperate kama kijiji fulani, hapana. Ni very unique. Kwa hiyo sasa changamoto tunazoona leo za kizazi cha 2000 pia ni malezi. Lakini pia misingi ilianzia wapi? Kwa sababu ukishaongea kwenye ndoa umeshauza nusu ya uhuru wako. Tayari ukubali kukabiliana na mambo yanayokuja. Kwamba mimi sasa naenda kuwa chini ya, sio juu ya, au nataka tulingane na, hapana. Uko chini ya himaya ya Asmani. Sasa ukiwa chini ya himaya ya mtu, kwa lazima utii taratibu na sheria za pale. Demitila anakuambia kwamba ukiamua kuingia kwenye ndoa ujue ya kuwa kwamba umekuwa chini ya himaya. Umekuwa chini ya himaya. Mambo mengine yaache na uingie kule. Mambo yako uyagawe nusu kwa nusu. Nusu yaache huko, nusu ingia nao kwenye ndoa. Kuna message moja ya mtazamaji hapa Demitila, na kwa ajili ya watazamaji wanaotazama ilikuwa inasema kwamba huyu siwezi kumtaja jina kwa sababu show yetu kidogo tunawa shade ya watu. Anasema mume wangu hataki kazi na hatoi matumizi hata siku moja. Toka tuanze kuishi hajawahi kutoa. Kila siku hana hela.
na tuna miaka takriban 20 ya ndoa. Nifanyeje? Wewe unamshauri afanyeje kwa kumalizia tukiwa tunaenda kwenye kutafakari? Asante. Cha kumshauri kwanza kabisa, ukisoma tu kwa hayo maelezo, cha msingi tu ni kukaa chini wazungumze. Wakae waongee, lakini pia naamini kwamba kwenye mazungumzo hawezi na anaongea naye kwa namna gani. Unajua kuna ile kwamba atoe matumizi, lakini ukiona watu katikati unaanza kumtangaza sasa. Sio kama hapa amesema mume wangu atoe matumizi. Kama ametuambia sisi unaenda na kwa jirani, mimi mume wangu huwa anihudumia chochote. Kwa hiyo anajisikia nini? Tunasema kwamba ukimfichia mtu aibu inampa yeye auone, anaanza kujitafakari kumbe sifanye vyema. Lakini pia approach. Kwa sisi pia wanawake tumekuwa na zile approach, unataka umvue mtu nguo. Mwanaume hajaacha chumvi au sukari, unaenda kukaa katikati ya kilinge. Mnamwona mangu, msimuone vile tu anapita hapa. Hafanyi chochote nyumbani. Tayari ile heshima yake kwa jamii umfanyaje? Umeshusha. Kwa hiyo yule unaenda kupanda mbegu mbaya. Kumbe ungemrudisha kwa namna ambayo mngekaa chini mkajadiliana. Unamkumbusha majukumu yako ni 1 2 3. Mimi hali nikiona naendelea kuendelea hivi, nadhani kuna namna tufanyaje? Sasa umemkaa mara 4 matatu umeshindikana. Kuna wazee, wazazi, kaeni muongee. Sasa kupitia wazazi najua mimi naamini solution itapatikana. Lakini nadhani tu pia sisi kina mama kama tulivyopewa jukumu kwenye Biblia kwamba wanawake wamesali wanaamka asubuhi sana kuombea familia zao, kutafuta riziki ya familia zao, lakini mbali zaidi kuwaombea waume zetu wanapotoka na kuingia. Kuna mwingine atoe matumizi, sio kwamba hapendi, hana ajira ya kudumu, anategemea vibarua, ameenda kwenye vibarua kwa washikaji hajapata, akirudi nyumbani yani anapokewa na maneno ya kelele. Huyo mwanaume hawezi akapata amani ya nguvu ya kesho kuamka kwenda kutafuta. Mtutie moyo, mtuombee, msituache. Mume wako anapotoka muombee, anaporudi muombee, kwa sababu hujui kule alikoenda amekutana na nini. Na nyinyi wakina mama pia msituache hivi. Sisi ni wanaume wenu, msitutangaze pale tunapokwama. Tuombeeni kwa Mungu. Kaeni mezani na sisi muongee na sisi. Sio mnakwenda kutangaza kwenye vilinge kama dada Demetila Faustini anavyosema. Sasa hivi tunakwenda kutafakari, na leo tunakwenda kumtafakari Muammar Gaddafi. Usiondoke hapo ulipo. Tafakari, tafakari, tafakari wewe na mimi. Tafakari ya leo, tutafakari wewe na mimi. Tumerudi tena na tena. Wewe ambao ndo kwanza unafungulia TV yako, tumetoka kumtafakari Muammar Gaddafi aliyekuwa rais wa Libya, sasa hivi ni hayati huyu. Tunakwenda kumalizia show yetu. Namba zangu za maoni zinapita hapo, usiache kutuachia maoni na kuacha kutuambia vile unavyojifeel kwenye familia yako, kwenye ndoa yako. Wewe ni baba wa aina gani, au wewe unatendewa yapi na mkeo, au wewe mwanamke unatendewa yapi? Una kipi cha kuachia ujumbe watazamaji wanaotutazama sisi hapa kwenye show yetu ya Baba Bora? Una kitu gani cha kuambia wakina baba wanaokengeuka, hawasimamii familia zao inavyotakiwa na ili hali wana vipato, au wale wakina mama ambao wanasahau majukumu yao na kutaka kupanda kichwa cha mwanaume na kusahau kwamba wao walitoka kwenye ubavu wa mwanaume? Ni nini unawaachia sasa kama ushauri tunapokwenda kumalizia kipindi chetu? Asante. Kwa upande wa kina baba, ningependa tu kuwakumbusha kwamba ndoa nisema kwamba ndoa tayari ni taasisi ambayo inajitegemea na Mungu amependelea sana. Baba una nguvu ya kujenga ndoa yako, wewe ndio kichwa na kiongozi. Ni kama rais nchi isipokuwa na rais lazima iteteleke. Kwa hiyo jemedali mkuu, kwa hiyo shika hatamu, shika nafasi yako, bado unaweza rekebisha. Lakini pia ndoa inajengwa kwa masikilizano, kwa kuongea, lakini sio kwa kuzira, lakini sio kwa kutegeana. Kila mtu akichukua wajibu wake, mwisho wa siku tutakuwa na jamii imara. Leo tunaona leo sisi kina baba zetu au wangeteleka, basi hata sisi tungeteteleka, lakini kila baba akivaa nafasi yake. Tunapoongelea nafasi ya kuongoza, uwe na sauti hapo ndani. Usikubali nafasi yako ikachukuliwa. Nafasi yako ni ya muhimu sana, Mungu amekupa kama kichwa cha familia. Lakini pia baba, jitahidi basi uwe na nafasi na familia. Usiwe baba unaonekana usiku kwa usiku, watoto watakusahau. Ndio mwisho wa siku unasema mama ndo anafanya kila kitu. Kumbe baba wako unajitahidi, unafanya jambo. Lakini pia kingine, kama kuna migogoro, kaeni mzungumze. Tusikimbilie tu kwenda dawati, tusikimbilie kwenda kwa mwenyekiti. Tuna nafasi, tuwe na sikio zaidi, tusikilize. Naamini sisi, lakini pia baba tuwafahamu wanawake. Ndio maana Biblia imetuambia wanaume na waishi kwa akili na wanawake. Hiyo akili mloambiwa
Ndio sasa hapa inatakiwa yaani usitumie hasira, akili, tusikilizeni. Sisi wanawake tunatumia hisia, tunaongea sana, lakini msituchoke, tusikilizeni. Lakini pia mwanamke anapenda kusikilizwa, watoto wanapenda nafasi ya baba. Baba, pray nafasi yako. Leta mahitaji nyumbani, hata kama ni kidogo, yalete yaonekane. Fanya kazi kwa bidii. Lakini pia uwe baba wa maombi. Kwa imani yako, wewe ni Muislamu, omba kwa dini yako, hivyo hivyo Mungu atafungua njia. Lakini pia usiwe baba ilmadi jina. Baba, uwe baba wa mfano. Unayefanya kazi, unayejenga nyumba yako. Nyumba bora itajengwa kwa mikono yako mkishikiana na mke wako na sio kwa kutegeana. Lakini pia mke wako akikosea, usimchoke. Tunaambiwa mtoto akinyea mkono atukate. Muite, mkae pamoja, mkanye, muendelee pamoja. Utabadilisha wanawake karibia 100. Tunasema kwamba bucha, unaweza kubadilisha bucha lakini nyama ya ng'ombe ni ile ile kwa sababu ng'ombe ni wale wale. Lakini kumbe ungetengeneza hii bucha ukaiboresha ikawa safi zaidi, nyama ingeendelea kuwa bora. Kwa hiyo kina baba, mimi nawaasa tu tukae tuzungumze, kama tunakumbusha kila siku tuongee, tusiende na visilani. Lakini pia hekima na busara zitumike zaidi kuliko kutumia nguvu. Tutajenga nyumba iliyo bora. Lakini pia kwa upande wa kina mama, nafasi ya mama kwenye familia ni kubwa sana. Tumepewa, Mungu ametupendelea. Katupa nafasi ya kuleta watoto, lakini katupa nafasi ya kuwajenga, kuwafanya kuwa baba bora wa kesho. Baba bora wa kesho hajengwi kwa smartphone. Baba bora wa kesho hajengwi kwa kumpa tu chakula. Tuwe na muda na watoto. Tufuatilie huko shule wanakoenda. Sasa mambo ni mengi. Huko njiani bodaboda si vitu gani, kuna mambo mengi huko njiani watoto wanakumbana nayo. Je, tunawauliza watoto wanapotoka shule nini wanakutana nacho huko shuleni? Tuwasikilize. Unashangaa mtoto wako amekengeuka wa kiume, ameshaingia kwenye kundi jingine, hujui kwa sababu huna muda wa kufuatilia. Mama, uwe mfuatiliaji. Uwe na muda. Lakini pia zaidi yote tunakumbushwa pia kina mama, hata Biblia inatuambia tuwaombee uzao wetu. Tuombee tokea ndio watu ambao kwamba ukiombea kizazi chako shetani atakiacha, kwa sababu misingi kama ikiwa mibovu kwa watoto, usitegemee tutazaa watoto walio bora. Hao watoto watakuwa bora. Watoto wameunganisha na koo. Biblia imesema nimewapatiliza mpaka kizazi cha 4. Mtoto ameshafungamana upande wa ukoo wa babu na mama, roho ya ajabu. Hawezi kuwa baba bora kwa sababu kwenye babu kule kwenye ukoo wako walikuwa walevi wote. Automatic atakuwa naye mlevi tu. Lakini kumbe tuwaombea watoto, tuwatamkie mema, tuwaambie wao ni mashujaa, wao ni watu wenye nguvu, wao ni watu wa maana. Kesho tutakuwa na baba walio bora. Mwisho kabisa, wanawake tuwe na masikio ya kusikiliza. Mdomo unaponza kichwa. Mwanamke, nafasi ya mwanaume ni kubwa sana kwenye familia, kwenye jamii. Baba ni kichwa. Biblia imesema baba ni kichwa cha familia. Sisi ni wasaidizi. Msaidizi kazi yake ni kushauri. Msaidizi kazi yake ni kukumbusha. Msaidizi kazi yake ni kusahihisha ambapo anaona pajaenda sawa na kusahihisha kwa uzuri. Umeona mama wako amekosea, usimtangaze. Ukimtangaza unamvunja moyo, kwa sababu mwisho wa siku umemvua nguo nje. Tunaona hata kina Mama Samia ni mke wa mtu, lakini anakuambia nikirudi nyumbani sio rais, ni mama. Kwa hata sisi nimeenda kazini, nikirudi nyumbani mimi ni mama, mimi ni mke wa mtu, lazima nifanye majukumu yangu yanavyonipasa, niwe na hekima kama Biblia inavyoniagiza. Mimi natakiwa ninyenyekee, natakiwa nijishushe. Mambo ya cheo changu kazini hayahusiani na nyumbani. Mimi lazima ni pray part, nipike chakula cha mme, niandae nguo za mme. Lakini pia tumekuwa na migogoro mingine kina mama tunasababisha. Tendo la ndoa ni haki ya msingi ya mume wako. Mpe, muandae, mpe. Lakini mwisho wa siku unasababisha migogoro ya hudumia, unasema mimi hiyo sio kazi yangu. Hapana, jiandae, mpe, kwa sababu hata Biblia imetuambia umeolewa kwa sababu hiyo, ukolewa kwenda kukaa hapo nyumbani. Kwa hiyo tukifanya yote haya kina dada, mimi nadhani hata leo hizi migogoro ya ndoa tunaiona mambo ya ukatili nini yatapungua sana. Kwa hiyo mgogoro wote ule wa ndoa umalizike ndani ya nyumba, tena sio sebleni, chumbani, kwa mazungumzo ya faragha, na mkimkaribisha Mungu anakuwa katikati yenu, mambo yatakuwa sawa zaidi. Asante. Wao mtazama kupitia Star TV. Demitila Faustini ameongea mambo mengi sana, lakini mimi ninaondoka na hii. Amesema mwanamke anatakiwa awe na busara na hekima. Mwanamke hataki kumpanda mwanaume kichwani. Na hii nyingine siisahau, haki yetu ya ndoa mtupe, tupunguze stress jamani, au sio bwana? Chep MC Facebook, Chep MC Instagram, Chep MC wherever. Nyuma kamera alikuwepo Mbaka Beston Mbaga, ndo anosababisha sisi tunaweza kukufikishia ujumbe kama hivi. Ama auti, tukutane vipindi vijavyo kupitia Star TV.